naomba mashirika ambayo yanasimamia uchunguzi wa corruption, EACC, naomba bwana Wabukala, mimi sijaona ukifanya kazi Kakamega, sijaona. Tunataka mfanye uchunguzi DCIO, ingawa najua DCIO, DBB, hiyo offices are corrupt. DCIO office is the most corrupt. Quote me and take me where you want, I'll give you evidence. Office of Director of Public Prosecution is corrupt. We have a person who stole from the union 10 million. Na file wameficha. Hiyo si ni corruption? Wamekataa kushika hiyo kwa sababu wamelipwa pesa na mtu mwingine. Na waambia hao waache kufanya selective fighting of corruption. Nataka uchunguzi ufanywe hapa Kakamega. Oparanya atuambie hizi mamilioni amepokea za kusaidia watu wana matatizo hapa Kakamega zimetumika na nani? Everything we can do for this country is to step aside, resign so that you can be investigated. And if you can't resign, the president must sack you. If the president cannot sack you, then I will believe that actually the haste in health sector remains a royal haste, as I've always said. Alipata shilingi milioni 110 kutoka kwa assembly ya Kakamega kupambana na COVID-19. Alipata shilingi 256 kutoka Wizara ya Afya. Na alipokea shilingi bilioni 5.4 kutoka WHO, yeye akiwa chairman wa Council of Governors. Hii pesa ambayo imekuja Kakamega ni shilingi milioni 222 kabla hujaongeza zile wahisani wa Kakamega walichangia kama Butali Shuka, kama West Kenya na watu wa private. Tunataka Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya atuambie hii pesa 722 na plus, because hizo zingine alipewa kisiri hatujui zimefanya kazi gani. Kakamega haina hata lab ya kupima COVID-19. Kakamega hata haina reagents ya kupima malaria, hata haina madawa, labs hazina madawa. Watu hawa wanaiba pesa, na hali wahudumu wa afya ukiwa hospitali kwa mambo ya COVID wanaambiwa walipe hospital bills. And people are stealing the money. Kwa hivyo nasema kwamba Bwana Wycliffe Ambetsa Oparanya, unajua hauna mtu wa kufanyia oversight, lakini sasa nimeanza kazi yangu ya oversight. Kwa sababu mimi ndio nilichaguliwa kama senator wa Kakamega, mkaninyang'anya kura. Ndio msikuwe na oversight, lakini kuanzia leo I'm doing my work. The people of Kakamega did not make any mistake to elect me. Now I'm doing my oversight. You must tell us where this money is going. Hakuna mchezo sasa. You must tell us where about 800 million ya COVID-19 imeenda. You must tell us where you have taken money for those people who have been affected in tragedies. Kabrengu, Kakamega Primary and Kericho. Utuambie hiyo pesa imeenda na nani na imekuliwa na nani. Na chama cha ODM kinatuambia, wewe ODM wacha niwaambie nyinyi. Hii mambo ya ukora ati mnatumia chama. Kumbe hii ndio serikali mnataka kuunda mkiingia. Serikali ya wizi. Kwa hivyo nyinyi mlikuwa mnatafuta tu nafasi muingie kwa serikali muibe. Sio kusaidia Wakenya. Kama ni hivyo, tutawaambia, mimi naongea kama mzaliwa wa Kakamega, mkaaji wa Kakamega, nitahakikisha kwamba hakuna ODM Western. Hatutaki chama ya kuibia maskini. Hii sasa ni siasa, nimewacha mambo ya profession, nimeingia siasa. Hatutakubali chama cha ODM Kakamega kama kitaendelea kuunga ufisadi. We will not accept. Nasikia wengine wanasema sijui tungoje nini. Tunataka EACC ingie huko. Tunataka DCIO aingie huko KEMSA na Afya House. Tunataka tujue kako amekuwa akitumia pesa ngapi akizunguka. Na tunataka kujua hizo makampuni za akina nani. ODM naambia nyinyi, kama nyinyi mlikuwa mnataka kuingia ndani ya serikali ndio muibe, basi sasa Rema ninge mwanze kujipanga kwenda nyumbani.